Ndani ya msitu mkubwa wa Amazon aliishi kijana jasiri aliyependa sana mazingira na wanyama. Kijana huyo aliishi juu ya miti kwenye nyumba aliyojijengea mwenyewe. Alikuwa na kipawa cha ajabu sana. Aliweza kuongea na wanyama, na wanyama wote wa msitu walimchukulia kama rafiki na kiongozi wao. Siku moja, simba aliyekuwa rafiki yake alikimbia haraka mpaka alipofika kwenye mti wa kijana huyo. Simba alimwambia kuwa kuna watu kutoka mjini wameingia msituni. Watu hao walikuwa wanakata miti ili wapate njia ya kwenda kwenye mapango yaliyokuwa na mali zilizofichwa ndani ya msitu. Walikuwa na silaha hatari ambazo zingeweza kuharibu msitu wote. Baada ya kusikia habari hiyo, kijana alikasirika, lakini alibaki mtulivu. Aliwaita wanyama wote wa msitu: tembo, nyani, ndege na wanyama wengine. Aliwaambia kuwa lazima walinde nyumba yao kwa sababu msitu ni maisha yao. Ndege waliruka juu ili kuwaona watu hao walipo. Tembo wakasogeza miti mikubwa kufunga njia zao. Watu wale walipofika katikati ya msitu, walijikuta wamezungukwa na wanyama wengi. Ghafla kijana aliruka kutoka juu ya mti na kusimama mbele yao. Aliwaambia warudi walikotoka na waache kuharibu msitu. Watu wale hawakusikiliza na walitaka kutumia silaha zao, lakini wanyama waliinuka pamoja kumlinda msitu wao. Nyani walichukua silaha za watu wale, tembo wakagonga ardhi kwa nguvu na simba akatoa mgurumo mkubwa. Watu wale waliogopa sana na kukimbia kurudi mjini. Baada ya hatari kuondoka, msitu ulirudi kuwa mtulivu tena. Wanyama walimshukuru kijana kwa ujasiri wake. Kijana alisimama juu ya mti mkubwa akiangalia msitu mzima na kusema kwa upole, "Nitaunda kulinda msitu huu daima." Tangu siku hiyo, msitu wa Amazon uliendelea kuwa salama kwa sababu ulikuwa na mlinzi jasiri ambaye aliwapenda wanyama na mazingira yake. Na hadithi ya mlinzi wa msitu ikaendelea kusimuliwa kwa vizazi vingi.